Sekafa and have some positive results. In that line, they've been having some friendly matches, and they played against Sudan 2 times, and they won on both occasions. And the last game that they played 2 days ago, it was the Rising Stars who were instrumental having that important 2-1 victory in a game that was played at Nyayo National Stadium. Remember, it was the visitors who took the lead courtesy of Ezeldin Abdurrahman. He scored first, and then the Kenyans replied with Brian Wanyama and Matthew Mwendwa getting back of the net with those 2 instrumental goals. Remember, in Sekafa, Kenya is in Group C in that competition alongside Ethiopia, Sudan, while Group A have host Tanzania, Rwanda, Somali, and Djibouti. Group B has Burundi, Eritrea, and South Sudan, and also Uganda. So we are expecting that when these young lads go out there, then they will be able to get some positive results and maybe win Sekafa this time out. Yeah, naweza sema that ijakuwa mbaya, but leo tumeanza tukiwa low kidogo, but still the same mistake that tulifanya last time, kupoteza ball then tukafunga, kwa sababu ukiangalia Sudan naweza sema pia ni wazuri pande ya transition. Of course wanajiorganize defensively, then wakipata ball wa try ku counter attack. Of course walifanya hivyo, tulipoteza ball kwa Fiota wakapata chance wakascore, but the beauty ni ati pia tukubali kufungwa, labda ku make mistake zingine, so tuka come up kwa game na nika encourage players wa mine, nikawaambia that guys, we need to score before first half issue. Of course they did, and I think pia ku calm down, wana show ile mentality that tunaweza pia calm down na tushinde, of which naweza sema that an improvement pia from my players, because last time it happened the same. So what you need to do ni to make sure that now at concede. Na players wengine pia nimeinvite venye nimesema last time that hii si list ya mwisho ama si hawa players wa mwisho wenye tumeselect, so pia tumeinvite bado players wengine, na na feel that maybe we can get 6, 7 ama 8 players from outside, because kuna wengine wako na document, kuna wengine walikuwa bado hawaja travel. Niko sure that tukianza kesho ama kesho kutwa, kulingana na venye tumekuwa tukicheza saizi, ni kuboost tu team, na niko sure that tukiwa pia na preparation mzuri, of course kuna support from federation, tuko sawa. I think ni kumake sure that as much as nataka kucheza building up from behind, kwa sababu moja tunapoteza ball tukiwa kwa afietu when tuko na ball. So kitu najaribu kuambia players wangu, kwa sababu mimi si believe na vijana wadogo kucheza long balls, ball inatoka hapo inaenda pale juu. Of course wajazoea kucheza hivyo, but najaribu tu kuinstill hiyo philosophy that tunaweza build up from behind tuingie kwa opponent. Of course sometimes inaweza kataa tucheze behind them when opponent on a press, but mimi na feel lazima iingie na hapo, kwa sababu you can imagine if ball inatoka kwa defense line inaenda kwa strikers, na maanisha midfielders hawana kazi. So mimi nataka kujaribu kuambia that lazima tucheze hapo ifike pale. I will stick to this football gear for quite a number of times now, and this particular time is a little change, but still in soccer. And